Kwa hiyo kaona kwamba maisha ya kulima korosho wachane naye. Bwana, si unajua wewe kule kijijini kwetu. Kile siku shamba kijembe. Mara juu ya miti. Utasikia eke. Nimeona mjini. Lakini sasa ile biashara kila kitu ujue kinahitaji moyo. Yaani hakuna mtu ambaye alipata mafanikio kwa kukurupuka. Na ukiona kwamba mtu kapata mafanikio kwa kukurupuka, zaidi zile mali huwa hazidumu. Mimi nimekuja mjini hapa na uzalaini. Sasa penye kunichanganya kidogo hapo. Leni ndo nini leni? Line si hizi nani, mambo ya mitandao ya simu hizi line chip zile za kuweka kwenye simu. Yaani kwa nisema line simu. Sasa nilivyoanza kuuza line humo kukomaa sana na nini, kwa sababu nilikuwa mdogo kipindi hicho, nilikuwa nimemaliza form 4 ndo nimekuja kuanza kuuza line. Kukomaa kwangu mpaka sasa hivi ndo naona nina mall ya furniture hapa. Maisha mengine yakaendelea baada ya hapo. Sasa ndo nikapata hii nyumba. Nilianza nyumba ile ya Kinyereza ambayo naishi mimi. Nikaona nije nijenge pia hii nyumba kwa ajili ya wapangaji. Sasa bosi hapo kwenye ndo penye kunichanganya sasa mimi. Unajua hapo unapoongea sisi wala sisi nicha si nini? Hapo mimi nakuwa nashindwa kuelewa hapo. Sio nicha. Furniture ni vile vitu, yani vitu labda kama masofa, makabati, yani kumaanisha viti. Viti. Mimi ni mgeni maeneo haya. Na nahisi kama nimepotea. Nimetokea kijijini, Songea. Na hata hivyo mwenyeji wangu alitakiwa kuja kunipokea stendi. Nampigia simu yake haipatikani. Na simu yangu imezima chaji. Kwa nilikuwa naomba unisaidie dadangu kama mwanamke mwenzio. Sina pa kwenda. Nyie nao mabinti mkishasikia mjini tu mnakurupuka, mnakuja huku mjini. Alafu unakuta watu wenyewe wanawaleta huku hawaeleweki. Sawa. Mimi ninaweza kukusaidia mdogo wangu kwa sababu wewe ni mtoto wa kike. Msaada utapata, ila mwanamke siku zote anajibeba mwenyewe. Nawe ulivyokuwa mrembo, kwa hilo jicho shoga yangu, mbona unavutia? Nitakusaidia. Ila utachagua hayo mawili. Kuwa mdada wa kazi au kufanya kazi ninayofanya mimi. Sawa dadangu, mimi niko tayari. Kazi yoyote ile mimi nafanya. Sawa. Tuondoke. Asante dadangu. Wewe inaonekana shuleni ulikuwa mgumu sana kuelewa Hapo kidogo mimi huko sijapita huko. Huko sijapita kabisa. Basi tuachane na hayo. Mimi lengo na dhumuni kubwa la kukuleta hapa kama ulivyoona hapo ndani kuna kitanda na godoro. Wewe utakuwa unaishi hapa. Nimeamua kwa moyo mmoja kukusaidia. Lakini dhumuni kubwa ambalo mimi nimekusaidia kukuweka hapa pia ni kusimamia hii nyumba. Mafundi watakapokuwa wanakuja hapa kujenga jengo, unajua mafundi wengine ni wezi. Mtu katoka na simenti, kafanya hivi, mara kokoto zimesombwa, sio nini. Lakini sasa hivi naelekea kwenye finishing. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo vitakuwa vinakuja hapa, vifaa na nini. Wewe kikubwa chako zaidi, hii haikukatazi wewe kupambana kwenye issue zako. Pambana, umetoka huko, umerudi nyumbani, umelala, unaangalia mazingira yameenda sawa, unarudi kwenye mapambano yako. Na sio vinginevyo. Hilo bosi ndo shida hilo. Yaani hilo hapo hilo alinishaka. Hata mejani kwa mataka zote mimi nitalima. Basi haina shida. Yaani hicho ndo kikubwa zaidi, sehemu iwe safi, mazingira safi. Wewe usinipe hata mimi. Wewe piga mishemishe zako huko, umerudi baba, pumzika, maisha mengine yaende. Sasa bosi nikombe kitu kimoja. Hiyo perfume hiyo kwenye kupulizia. Hiyo keja hiyo uniletee. Sasa konde nikwambie kitu. Hapa mjini. Yaani ukileta tamaa tu kidogo, umeuponza mwili wako. Umesikia? Kwa vitu vingine acha vikupite. Baba. Sawa bosi. Mjini hapa. Baadaye ndugu yangu. Kama nilivyoambia jana, kuhusu binti. Hata hivyo nilipa machaguo hayo kwa mawili. Afanye kazi tunayofanya sisi. Baki hapa nyumbani kama mdada wa kazi. Kusaidia kazi hapa nyumbani. Guys, kwa ninavyomwona huyu, ni bora baki kwa dada wa kazi.
kwa sababu inaonekana kazi zetu haziwezi hata roho. Ni bora abaki hapa atufulie na kutoshea vyombo. Hata hivyo, nataka kuangalia kazi zetu sisi zina changamoto kubwa sana. Tunakutana na mapolisi, tunakutana na vitu kibao. Mpaka tumerudi hapa tumechoka. Kwa hiyo aendelee kuwa dada hapa nyumbani, atusaidie kufua, kuosha vyombo, kudeki ndani. Mimi naona hicho kitu kitakuwa kinafaa kwetu. Tutakaa chini, tutachangishana ili tumlipe. Basi sawa. Kama nyinyi mmekubaliana na hilo swali, mimi kwa sababu gani nipinge? Asanteni sana dada zangu. Mimi nimekubali. Nitabaki hapa kama dada wa kazi. Sawa mdogo wangu. Cha msingi tu ni kutekeleza. Fanya kazi hapa nyumbani vizuri na mambo mengine. Ila sasa tafadhali vijana wa hapa na wajua, kuwa mtulivu. Si umenielewa? Nimekuelewa dada. Sio unatoka toka huko nje, unajishebedua, unajishongondoa, utaharibikiwa. Si umenielewa? Nimekuelewa dada. Kama umenielewa sawa. Mimi hata sina shida nawe. Angalia hapo usijidondoka. Nakupeleka vibaya kweli? Habari. Salama, karibu. Asante. Vipi kwema? Mimi niko sawa tu. Sijui wewe uko nyumbani utokako. Si tuko salama. Niko salama. Sawa. Vipi kiatu kiko tayari? Mbona kiatu mimi kiko tayari, niko kishona kwanza jana. Iki hapa hiki naweza kwenda nacho tu. Asante. Sikutegemea kama ungekishona vizuri. Sasa mbona mimi hiyo kazi yangu tu. Kunishona viatu vizuri tu vingi. Si ni kazi yangu. Ni kazi yangu hiyo. Yaani bebe umekuwa kama ule msanii ule wa Mtwara yule. Ule unamwita Harmonize. Yaani yeye hawezi kuimba mpaka yeah. Yaani bwana yule jamaa wangu ni mjinga kweli. Yaani kawa na vitu vyote vya kuweka yeye kikohozi. Pole sana, unaonekana na kifua. Kifua kinaniuma kweli. Sikutegemea kama ungeshona kitu changu vizuri hivi. Nakushukuru. Sasa mbona mimi hiyo ni kazi yangu tu. Hiyo mimi nachona viatu vingi, tuna vizuri. Kwa hiyo sijali wala nini. Ila si utakuja nyumbani leo? Mimi ningeweza kuja ila namuogopa sana mama. Si unajua mama yako mkorofi. Hapana. Wewe njoo tu. Leo nadhani hayupo. Hata kuwepo leo nyumbani. Naona kweli mama atakuwepo. Basi mimi nitakuja. Ila sasa na wewe uko njiani ukipita huko uwe mwangalifu. Sio mtu tu anakuita kidogo na unageuka. Naona wewe. Bye. Basi sawa. Naona. Basi baadaye. Bye.
Mimi nilikwambia Nora, kama mama yako mwenyewe mkorofi, mimi atanipiga. Sasa mambo gani hapa makasiriko? Yaani sisi maskini ndio kuonekana tuna mali. Mkia maji na roho. Baba, vipi? Vipi? Hujala? Amna tatizo mwaka huu. Mwaka? 2025. Huu mwaka hatari. Yaani namna ulivyokuja hivi. Sitakiwi kabisa yani kulemba mwandiko wakati wa Imra. Sasa nakuelewa. Unajua kila miaka inavyosogea mambo yanazidi kubana. Ai. Unasema kidogodogo. Yaani sasa hivi wanaume tight, wanawake tight, wameforce kuja huko 50 kwa 50 nako wenyewe pia wanaona moto mkubwa. Sasa najaribu kufikiria hapa kichwani mwangu, naona moja ingii, mbili inaingia afu inakataa. Kwa hiyo inabidi sasa ile tuirenew tuilete huku sasa. Ama la kuuliza hilo. Kumbe. Ndugu zangu. Wewe bwana. Vipi hapo? Safi. Naona ni mwatafuteni kule mimi siwaona. Pita hapa labda niwatafute mtaani na wakuta ametulia hapa. Tumeona bwana hapa tutulie maana si unajua tena tuko na boss kubwa. Kuna ndinga. Ama ya huyu bwana huyu. Nani? Huyu bwana huyu. Hamna shughuli hapa. Yaani ni tajiri boss kubwa sio mimi baba. Huyu bwana vipi? Maana na siku hizi bwana huyu anataka kazini aendi. Muda wote yupo na sisi. Wewe bwana vipi ndugu yetu? Kanogewa. Tena. Ama kazi yetu ndogo. Mashariti kafuata? Yaani hapa nilikuwa nafikiria, najaribu kujiongeza katika ubongo wangu. Wapi nitampata mjumbe? Sio mzuri bwana. Mjumbe wa nini? Kanogewa. Tayari kaingia. Sasa masharti yafuate. Bwana wewe. Mimi nakupa masharti. Kiingilio 150. Ndio. Lakini unatanguliza 150 taratibu. Alafu uwe na barua serikali ya mtaa, uwe na namba ya NIDA, kitambulisho cha kupiga kura, leseni ya udereva. Kazi ya ujumbe babangu ngumu. Si unaelewa vizuri? Yaani kazi ya umbea ngumu balaa. Ule ujumbe. Unaelewa vizuri? Na hapo umemsahau mjumbe, awe na mjumbe wake huyo. Na mjumbe wako wa kijiji nyumba 10. Awepo. Barua serikali ya mtaa iwepo. Rais wako anatakuwa ajue wewe kazi yako ni umbea. Sasa yote 9. Cha kufanya ni hivi. Kwa namna ulivyokuja huo ujio wako, kipya kinyemi. Kipya kinyemi baba. Zipo za moto moto. Ama Niti. Kwa sababu unataka kipya. Leo naombea una degree 3. Ala? 3 degree. Yaani umbea una cheo. Umbea una cheo, yaani umbea una cheo, una degree 3. Una certificate. Una cheti cha kumaliza form 4 mpaka chuo kikuu. Umbea huo. Unaelewa vizuri? Yaani kwanza umbea ndugu yangu nilivyokaa nao nikao unaniuma, unanifukuta, napata shida. Kwa ajili ya umbea. Alafu sasa wewe unataka nikupombea huyu vipi? Huyu nimekaa nilivyokuambia. Kila kitu naona anakuja. Tukimpampa kwenye degree huyu hapa vipi huyu yani? Huyu hamna tabu, yani bado kidogo aingie maeneo. Au tumwaje? Yani bado kidogo, huyu tunamjaza yani very vyova. Ndugu yetu bana kipande. Balaa nilopata jana balaa zito mno. Mimi nimetulia. Yaani unajua wewe. Wajero. Ya kipande kafanya nini tena? Kipande huyu fundi mshika fangasi, fundi viatu, unielewi? Kafanyaje? Yaani kama usingemkuta Monchwari ICU, ungemkuta Leba. No. Balaa moja zito. Kama vile nyie hamna hela mnajiita matajiri. Tajiri unahala na hela, sio unahala na mawazo. Lete sasa. Ai. Kichwa pipa kile kisoda. Ndio kwa muelewe maisha yanasemaje. Sawa? Twende basi ndugu yangu, unatia tafashi. Jana wakati napita maeneo yangu ya kujidai. Ile pupa papa. Pole sana. Asante. Nimevitolia. Unajua leo ndio siku yangu ya kwanza
Isitoshe nimeumia sana, kwa hiyo sitaweza kuendelea. Kidogo. Mwanzo nilikuwa na force. Sasa hivi nitafanya kidogo kidogo, hata si force. Hapana mpenzi, ningeomba tuendelee siku nyingine. Jamani. Ila sawa, usije ukashindwa kutembea. Nikusifu kwanza, hongera, na sikutegemea kama ungejistiri kama hivyo. Ni wanawake wachache sana wanaojitunza, na nijisifu kwamba mimi ndio mwanaume kwa sababu nimefungua kizibo kwa pena yangu ya kwangu mimi mwenyewe. Asante. Ila kingine mpenzi wangu, mimi sipendi kuona unakaa kwenye ghetto watu wanne. Unajua itafika stage utakufundisha umalaya. Alafu mimi nakupenda, unajua. Tunakumbuka umeniambia uko kama yatima. Na mimi kwa sababu ya upendo wangu kwako naahidi kukusaidia. Asante mpenzi, nitafurahi sana. Ete, sasa niahidi, unaweza ukatoka pale nikupangie chumba? Niko tayari. Kweli? Kweli. Basi sawa, naomba leo tuwe wote tena. Samahani kipenzi, unajua pale nyumbani mimi ndo kila kitu. Wakirudi wakikuta sipo, itakuwa shida kwangu. Sawa, sina pingamizi. Nashukuru kwa kunikubalia, lakini ningeomba unisindikize nyumbani. Naomba uniage nikusindikize. Usiponiaga sikusindikize. Sawa. Niage. Niage. Nataka uniage. Sasa kipenzi, unataka nikuage kwa staili gani? Hata kidogo. Mpenzi, unajua ile siku yangu ya kwanza, bado na maumivu. Sawa basi, naomba nikisi. Sawa, twende. Sawa. Nipo na Nola. Umeelewa vizuri? Mimi kama unavyonijua mimi mstaarabu bwana, mimi mbea mstaarabu. Yaani mbea fulani mimi sitaki mambo mengi. Mimi mbea mstaarabu ndugu yangu. Nikapita kiustaarabu, nikasalimia. Sasa hizi jamani, si unanielewa? Basi wakati kia safi. Sasa mimi si nilikuwa naenda zangu hivi. Wakati naenda njiani nikapata wazo, sasa nikamsalimia na Mama Nola. Si unanielewa? Hebu ngoja bwana. Hebu piga break hapo. Ukamsalimia tu peke yake. Mimi msalimia tu Mama Nola. Dimbili. Dimbili zipo hapo. Sio dimbili. Yaani Mama Nola mimi nikamsalimia. Nilipofika pale, nimefika nikagonga. Mama. Yule mama alivotoka. Nikataka kumdaka. Huyo kachomoka. Sio unanielewa? Mimi nikaona kwa sababu mama kakimbia. Ngoja mimi nende nyuma niangalie. Nikaanza mdogo. Sasa mama sio aliotea kama Nola na yule bwana Kipande wako pale. Kaka kufika pale. Mimi nakwambia usingemkuta Monchwari Kipande. ICU au leba. Yaani wewe umefika tu pale ukamsalimia tu Mama Nola Mboya afa akatoka speed. Kwani kaka, mbona kama uniamini? Ndugu yangu sikiza nikwambie, ombea kipaji. Wewe kama una kipaji wewe, kuna watu wengine wakitutazama tu kwenye sura zetu wanajua kabisa chata hii. Familia. Unanielewa vizuri? Mama Nola alivyona tu sura chata, basi nikahisi kabisa sura yangu ice contact. Nimeshamwambia. Yaani kashajiongeza. Connection. Unaona kuja unajua? Yaani ni usoingie kwa disconnector. Ombea la Mungu kanipa na zawadi ya kifua. Hongera. Ombea huu. Natuendeleza sasa. Yule mama kaenda kaka yule mama sana ile miziwa mikubwa kama yule msanii nani yule Jennifer Lopez. Masharafu bana. Si anatingishaga hivi. Oya Kipande akachezea ziwa la huko akachezea na ziwa la huko. Umeelewa vizuri? Chali. Unaelewa vizuri? Kipande alipoanguka mama akamjia juu, mama sibonge yule. Mama akamjia juu mzee papa. Mama anapiga na mimi. Basi sasa unajua mimi nikaona kabisa nikisogea lile eneo, nikisema nisogee, nitaenda kuwa shahidi. Sasa ili nisiwe shahidi, nikajificha. Unaelewa? Sasa kamera yangu mimi jana nilisahau. Nikaweka jicho moja namna hii.
Nikaongeza na lingine, nikawa na seti. Una zoom hivi. Na zoom. Si unanielewa vizuri? Ndio. Nikajificha pembeni kimya. Bwana ndugu yangu, kipande kapigika jana. Kipande kapigika. Kama tusingi yani sio Mungu. Maana leo ungemkuta monchwari. Sawa? ICU au leba. Kipande. Ayo leba. Yaani kama sio monchwari ICU, kipande ungemkuta leba. Nyanga. Ana jicho ana meno. Kama angalia ndugu yako, kimkuta na meno, mtafute. Mimi ndugu zangu nishamaliza. Bwana Wabuku. Wewe ngoja tili tala hapa. Sio unanielewa? Ngoja basi kwanza. Hapo naona ndai. Wewe shika DJ Daze nisikilize kwanza mimi. Wewe huo sio umbea, ni huo usuna ambao utupatia hapa ndugu yangu. Ukitaombea unanikosea. Umefaradhishwa. Vitu vyangu kabisa. Huo usuna umefaradhishwa kweli? Hilo jambo? Kuhusu kipande? Na ule binti Nola. Kaka una certificate wa mkuu wa wilaya, yani muhuri mkuu wa wilaya kagonga pale mpa, umbea wangu una virutubisho. Una TBS. Babangu. Fuatilia. Haujaathirika hata serusi, hauna kaswende, hauna kisonono, hauna nini? Ukimwi. Hauna siju gono. Baba umbea wangu mpya. Kwaherini. Sasa hapa najikuta niko mwepesi. Ndio mnachanganya leo bwana watafutani kule. Tunatuziba hapo inaenda. Nenda zangu hivi. Nilikuwa naenda wapi nikumbuke huku? Hivi. Huku? Si umetoka huku? Huku ni bwana utafutani nyie. Mimi na uji zangu. Haya. Bana mimi kwa natafutani nyie. Sasa mimi kuna ndani. Kumbukumbu unayo unajitoga akili Nilijua. Kipande nilijua. Kipande fundi viatu. Nora pisi ya kwenda kukopea mkopo bila usumbufu. Na kipande haviendani. Nora watu kama sisi, wenye mashamba ya urisi, wenye boti. Kipande nilijua. Hebu nisikize basi mtu mbatu ndugu yangu. Hivi na wewe kabisa unapendezewa yani? Sio kupendezewa. Vitu kwa namna. Ushawahi kuokota embe dodo chini ya mpapai? Ushawahi? Ila mimi nahisi bwana sio kweli bwana. Embe dodo unalipata chini ya mdodo. Kipande na Nora, kusi na kasi haviendani. Mtwara na Arusha. Unajua yeye ni sawa, yuko vizuri, lakini mimi nahisi yule kuna vitu ameongezea. Sidhani kama kuna ukweli hapa. Hapa hakuna ukweli wowote. Ametia ndimu? Yule achelewe kutia magadi yule. Yule. Mimi nitalifanyia kazi. Hebu ulifanyie kazi. Mimi nitalifanyia kazi. Kipande. Bwana. Acha mimi niende bwana. Tunamsubiri bosi. Wewe mimi nakuja bwana. Hebu kashanichanganya. Nora. We Nora. Abe mama. We Nora. Abe mama. Unaweza kunieleza ni kitu gani umekosa humu ndani? Hivi ninavyokupenda mwanangu, kitu chochote unachokitaka unakipata. Ulihitaji kusoma Kampala University, nilikupeleka. Umefuzu, umerudi Dar es Salaam. Nilijua utaenda kutafuta kazi kutokana na elimu yako uliokuwa nayo. Hatima yake umeenda kutafuta machokoraa.
mwanaume asijelewa, mwanaume ukurutu mtupu. Hata mimi mama yako siwezi kuwa na mwanaume kama yule. Ni nini unachokitaka mwanangu? Ni roho yangu au unaniletea dharau kwa sababu ya baba yako hayupo? Unaniletea dharau kwa sababu baba yako hayupo? Naongea na wewe. Naomba unisamehe mama. Najua umetumia gharama kubwa sana kunisomesha. Najua unahangaika sana na mimi. So what? Ila mama, naomba unisamehe. Nampenda sana yule mwanaume. What? Naomba unisamehe mama. Samehe kwa pusi mjinga mkubwa wewe. Nilidhani unaomba msamaha uachane na yule kikaragosi. Unaniomba mimi msamaha wa kuendelea na yule mpuzi? Mshazi mkubwa wewe. Kulikoni, mbona asubuhi? Popa mpenzi wangu, mbona upokee simu zangu, ujibu jumbe zangu? Kuna shida gani? Mbona umebadilika sana sasa hivi? Jennifer, mimi ndio yule wa leo na wajana, wala sijabadilika. Pengine labda kinywa chako kimepoteza ladha ya mate. Hujui uchungu uko wapi na utamu uko wapi. Nikwambie kitu, tukutane Lupaso, eke kwa Mkapa. Bye. Asili ya machozi huonekana moyo unapoumia. Nahisi kama yangu mahakama, hukumu imewadia. Matatizo yana siri hayafichiki, mwenzenu nalia. Vipi ndugu yangu? Safi bwana wewe. Kwema lakini. Kwema. Upo. Benchi lishavunjwa tayari jingine. Wewe onekani. Hebu ndio ndio bwana. Babu, ndio kufanyaje tena sasa? Bu. Hivi. Haya. Niambie fundi. Safi tu. Leo jua linawaka ndugu yangu. Jua kali ndio maana mimi kiwaga mchana kama saizi sitoki kwenda popote. Naona upo kwenye kilinge chako. Unaendelea kuweka kama vitu sawa. Unashona mwenyewe au sio? Ndio kazi yenyewe nilokuwa nayo hapa mjini. Unafikiri nafanyaje sasa? Swa. Lakini bwana ndugu yangu wanasema lisemwalo lipo. Na hata kama alipo basi laja. Kitani huko. Sio kwangu lakini kitani. Sio naelewa vizuri. Kama mambo umebadilika sasa hivi mimi sikuelewi. Mimi naongea hapa na ndugu yangu kama unisikii au mambo yanaje? Mimi mbona nakusikiliza tu. Sio kawaida yako. Kwani mchezo ngijapo kuna ushashambi kidogo unanipaga ndugu yangu, tunaongea, tunacheka, tunafurahi. Lakini unakuja hapo unafanya uko busy, uso wako umesawajika, umetawaliwa, nuru yote imepotea ndugu yangu.
Mimi sina kujua wewe rafiki yangu, lakini wewe ni mbea. Yaani kote unazunguka kote, yaani ulikolala wewe mimi mwenzako ndo ninamkia huko. Mimi kwani napendaga maneno na watu. Sawa. Unanikota tu muda wote niko busy hapa. Wewe bwana Kipani, mbona umebadilika sana ndugu yangu leo? Yaani sikuelewa kama ulivyokuja hapa nisikuelewa. Uso umepoteza nuru kabisa. Umevimbiana kama kwato nakwambia umekaa tu hivyo. Mambo gani ya ndugu yangu? Siko sawa mimi kwani nimekuwa kidonge kama panado. Sina maana hiyo. Mbona unataka kunichanganya bwana wewe? Mtu taratibu ndugu yangu, unataka kufika mbali ndugu yangu. Unataka kunichanganya, unamfanya mimi kunichanganya kama mchezo wa karate, yani ukichanga na geuka pale pale. Shida nini? Hebu niambie. Tatizo ni nini? Sasa nisikilize bwana wewe. Kwa sababu wewe rafiki yangu wa siku nyingi. Ndio maana mimi kuna wakati nataka nikwambie ukweli, lakini wewe ni mbea. Yaani wewe mdomo wako hauvai chupi. Mwenzangu domo lako linavaa chupi. Ila nikwambie tu kama kungekuwa na kuna mchawi ama kuna mwanga ule analoga kweli, basi mimi aniloge. Yaani mtima wangu mimi ndo kuola. Kuola? Unanichanganya. Mtima ndo kuola, yaani moyo umechoka. Nilijua. Hayo mapenzi. Yaani nilijua tu. Sasa ndugu yangu kama mapenzi, hiyo vitu vya kawaida, ni vitu vya kukaa chini na kuzungumza na kuyamaliza. Sio maneno vizuri bwana. Mimi nilimwambia kabisa, wewe mwenyewe unaelewa Nola, mimi nipenye kumwambia kwamba mimi wewe unanipenda mimi sawa, lakini mimi maskini sina chochote. Na wewe ndo papo kwenye kuchagiza bwana, wewe nakupenda mtoto nzuri. Mimi nikasema sawa, ngoja niwe naye. Lakini wewe sasa hivi umeona matatizo yote yanakuja kwa sababu ya mapenzi. Mimi nateseka. Yaani mimi naishi kama yatima. Mimi nimekuwa kama mfungwa yani mimi kwa sababu ya Nora. Na nimemwambia kwamba mimi sitaki, mimi mapenzi mimi siwezi. Namwambia mimi siwezi, mimi maskini, mapenzi na mimi mapenda wapi. Mapenzi haya sasa hivi sio tena masuala ya hela. Yaani mapenzi moyo ndo kuola. Kola? Wewe unanichanganya. Kola ni kitu gani mambo yake ya ajabu ndugu yangu? Kola ndo nini kola? Yaani mapenzi kwenye moyo wangu umechoka. Yaani kola umechoka. Bwana hii kali. Kola. Sasa usikole. Wewe na kola weke pembeni. Mimi nitafanya mambo yakae sawa. Huyu mama yake Nola mimi nitamfuata, nitamuelekeza kila kitu kitakaa sawa. Mimi ni mwanangu, wewe mwanangu wa faida. Sitaki mkono katika hali kama hiyo. Na maisha yako hivi siku zote ndugu yangu. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Fundi mwenyewe. Kipande. Anza kunichekesha kati mimi na hasira. Kipande mwenyewe. Akiva naona sasa mimi ndo napenda katika kama hiyo ndugu yangu. Kanuru kanatawala umevumbiana kama jipu. Mama maisha gani ya ndugu yangu? Sio hivyo bwana, Yaani bwana nikwambie basi mimi nimekuelewa. Kwa sababu hapa mtaani mimi najua na kuna wanaume wengine wamekuwa kama vile wamevaa sketi. Sasa mbona unafika mbali? Sketi ni nini? Kwani mimi sijui? Unajua nini? Basi nenda, mimi nimekuelewa. Baba. Tufanye mazingira basi hapa nipate kidogo. Hivyo sasa viatu hivyo sitari vimeng'aa, unataka mfanyeje tena? Unachomolea. Nawe tena unataka kwanza kuleta upuzi. Yaani viatu vimeng'aa, unataka mimi tena nipoteze muda kwa sababu yako. Makofia? Niache bwana. Oya, sikia ngome mwanangu, mimi ndakikia kitu sawa. Usiwaze wala nini. Sawa. Hapa ninakufuata simu yangu nimeka charge. Si unajua mimi unazingua tena. Hamna shida sasa. Ngoja sasa nipige au nini kuachie hivi viatu. Upige tu shine hapa alafu mimi nitavirudia. Bwana Kaniki unanichanganya hivi viatu tayari. Jana tu hapo ulileta nikakusafishia. Leo tena nataka tena nini? Vaa bwana. Nikataa mwanangu. Ukenda kwa kufanyia mazingira wewe. Wewe nikataa mimi mwanangu. Sasa mimi ngoja niingie basi. Hiyo hamna shida. Weka uzani basi mwanangu. Fundi mwenyewe. Ana kipande. Unaniletea vituko tu, unajua mimi na hasira unaleta. Bana kausha bana. Nitakuchoma na sindano, unajua mimi sipendi vituko vyako hivyo.
Umefika huko baba? Usiwaje bwana, mimi nipelekee kitu fresh bwana. Au vipi baba? Sawa, wewe nenda bwana. Hapa ndo nyumbani hapa. Mimi ndo nafika. Asante mjomba, shikamoo. Marahaba. Sasa mpaona. Hapa mimi ndo nakaa. Vipi lakini nyumbani, bibi anaendeleaje? Safi, nani ida mjomba. Ni ida nioloka kukaa na kusalimia maana kitambo sana nani kakoniite. Mimi niko salama tu. Ina maana mjomba, nyumba hiyo yako mangu unaimulu? Mjomba, na wewe mtapata wapi za nyumba kama hii hapa hii? Mimi hapa nimewekwa tu. Yaani kama mlinzi au korokoroni. Yeah. Lakini hata uchocho mjomba, jambo la kushukuru. Maana mjini pa kupata kibanda kama hati cha kuikala muni. Ikawezekana. Yaani tatizo kuna watu wana roho nzuri. Mimi nimekutana na rafiki yangu anatoka Mgisha. Yaani huyo ndo kanitunuku mimi bwana, wewe Konde Boy, wewe utakuwa unakaa hapa tu. Mambo yako yote unafanya utakuwa unakaa hapa. Mimi basi nikasema na mimi sasa hivi kama boss naenda kanipa na koti ile. Vipi lakini bibi anaendeleaje? Bibi anipawa na alija yake uchocho. Lakini ningu agiza bibi. Ni kaida yako. Ni kwa ulile mzigo akutumile ula. Ukaena kukaa yani kumtwalile vitenge vila unaluvalile. Mimi nilimwahidi kwamba nikirudi nitampelekea vitenge. Ila sasa sana wasiwasi. Anajua tukifika mjini huku tunajisahau. Ila ukienda mwambia sijali. Mimi nakusanya mzigo wote na ndani hapo. Na maana ukiondoka mimi nakupa, utampelekea. Sawa? Ina maana mjomba uwe na hela nyingi yani. Lambi mjomba uwe na hela nyingi. Ana ripoti ili awalamunu wa hela nyingi kama waziri mkuu. Yaani sasa hapo mjomba hapo mimi waziri mkuu hapa na vimba tu mimi mtaani. Sawa na nikuelewa mjomba, lakini naambi ngulembe kwenda kwanga shangazi. Sasa sungelala tu hapa tu. Na ngulembe kunalala ku kwanga shangazi kwa sababu nani kaja ndaite kunalala aku. Ela nikwambie kitu sasa na mjomba. Wewe na uelewe sasa. Maana umri ndo hapo unakwenda. Sio kusema subiri mpaka lini. Na mjomba, swala la kuolewa linangutatiza kwa sababu nangulembe matajiri yani. Uona taka matajiri wewe mwenyewe tajiri. Mjomba wa masikini. Mama masikini. Nangu nguwe masikini. Chini kama achona nikachilembela necho mjomba. Basi sawa mjomba, mimi nimekuelewa. Basi kamsalimie tu shangazi. Mimi nitakusanya vitenge viko tayari tukuje utachukua. Haya sawa mjomba, basi na mwanda. Haya. Pale ndugu yangu nilivyokuona. Yaani hapa when I see you face to face. Nilikuwa natoka zangu naelekea zangu hivi juu. Lakini nilivyokuona tu hapa nikasema Savali, Mungu hapa kanibariki. Wala nikata steam. Mimi sasa hivi nilikuwa namfikiria Rihanna mbele. Leo kanitumia message kali, nilikuwa nasoma Kiingereza Rihanna. Afu wewe unakuja mimi unanikatisha kaondoka kwenye system tena. Sawa. Bwana Wajero. Iko hivi. Nimekaa nikachanganua kwa kina. Ndio. Nikachanganua kwa kina. Bado ukaa ndichi, kufikiria vizuri. Ngagundua kwamba tunachokifanya sio kitu kizuri.
Kitu gani? Najua kwamba sisi umbea ndo kazi yetu. Ndio na tunaishi mjini. Unatoka mjini. Nafahamu vizuri. Lakini umbea uwe na mipaka. Sijakuelewa. Na tena kama ikiwa itoshi iwe na minyao kabisa, kwa sababu jambo la kipande tumweke pembeni. Sikiza ndugu yangu nikwambie. Mimi ukinielekezaga siku zote mimi nakuelewa. Alafu katika ndugu yako ambaye muelewa mkubwa wewe unamjua ni mimi. Ndio. Unaelewa vizuri? Lakini mimi nimelipiwa ada, nimeenda mpaka chuo kikuu nimesomea mambo ya umbea. Leo hii unanipa mipaka ya kufanya umbea. Leo hii unanipa mipaka eti fulani. Jamani. Hebu naomba unielewe, mimi najua ni ngumu, lakini kipande tumweke pepe, kwa sababu hapa nimependa nishazalilika mimi. Na nini tena? Nimeambia mimi domo langu alivai chupi. Sasa unaponona tangu jana mpaka leo nimelivisha vulupu. Mambo yangu. Umbea mimi naenda kwa step by step. Unajua siwezi kuacha. Nisema naweza nikafa, lakini najua nakosea. Kwa hiyo siwezi nikasema naendelea na umbea ambao hauna maana. Kipande wa watu tumwache baba. Yule mimi ni mwanangu sana. Sio, umeelewa vizuri? Mimi amenifika hapa. Yaani mimi ushanikosesha amani kabisa. Yaani hapa kwenye ugali leo sijui kama utapita leo. Maana hiki kitu kikikaga hapa. Hapa hii ndo njia. Maji yanapita, ugali unapita. Yaani hapa mimi hadi asali inapita hapa. Alafu wewe tena unakuja kukaa hapa. Ule umbea ukikaa hapa mimi jamani nashindwa kula. Baba najua ni ngumu, najua, lakini ndio hivyo itatubidi. Lazima nitumie force pressure. Ule mfumo wa Gamondi, force pressure. Haya kaka, nitajaribu, nitajitahidi. Sawa. Mimi niko sawa. Mimi sitaki. Kwa nini? Wewe ndio na furaha. Mimi furaha yangu naipata wapi? Sasa kwa nini una furaha? Yaani mimi nilichogundua mapenzi na mtu maskini tofauti. Yaani kama una pesa wewe shimiki. Lakini Kipande, anayokufanyia mama hata mimi pia ananiuma. Lakini sioni kama ni sababu ya wewe kukosa furaha. Ujue tu ya kwamba mimi nakupenda sana. Na hata hizo changamoto unazopitia wewe hata mimi zinanikuta pia. Jana mama amenipiga kama mtoto. Ni kwa sababu tu ya mapenzi yangu kwako. Unahisi mimi napenda. Sasa wewe unanipenda mimi. Mbona mama mimi anitaki? Wewe niamini tu mimi, hata mimi pia sipendi. Unaona mimi nikwambie tu. Mimi sio kwamba sipendi. Mimi nakupenda. Na kwenye dunia hii hakuna mwanamke ninampenda kama wewe Nola. Ile sasa mama ndo ananifanya mimi moyo kola. Yaani kumutima kulipeteka kwako. Lakini sasa moyo ndo kola kwa sababu ya mama. Mimi kwenye maisha yangu hakuna kitu ninachokijali zaidi yako. Pesa si kitu kwangu. Wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Wewe ndio mwanaume wa maisha yangu ambaye nakuhitaji na wala si hizo pesa. Tafadhali jaribu kunielewa. Nakupenda. Ila mimi nakuomba tu uvumilie. Maana mimi maskini. Sasa kama mimi maskini nitakuletea matatizo, makasiriko, eke. Wewe nikuombe tu. Achana na mama wangu. Jaribu mimi. Nihurumie mimi moyo wangu. Basi sasa nasirie kama hivyo sasa. Yaani mimi kuna muda nikikumbuka najikuta tu mtima wangu unatoka na machozi. Hapana, usiwe hivyo. Ila mimi nakupenda. Nakupenda pia. Basi sawa. Mimi nenda huko. Kuna rafiki yangu amenipigia simu hapo. Nikachukue viatu afu nitarudi kijiweni. Sawa, ila wewe tambua tu hivyo. Nakupenda sana. Sawa Nola. Basi baadaye.
Bye. Haya. Nora Basmat. Hali yako mrembo? Salama. Mzima bibie? Mimi niko poa. Nora, kila nikigugo, nikisachi, nikitazama, mtaa wote huu umewashafunika wote, umewamaliza wote papo chini. Nakwambia umeumbika, ukapangilika, ukapangika. Yaani kukuwa na papara kwamba anataka nitoka, subiri nikunyodoe, ukanyodoka. Nashukuru kwa hizo sifa. Kama kuna mchele ghali Nora duniani, ama basmati ni ghali. Nenda kote wanakokula michele, basmati ghali. Ama kwa hakika nami naitaka basmati iwe ndani yangu. Yaani wakimtazama Mtimbatu, basmati iko ndani ya Mtimbatu. Yaani nakuhitaji sasa bibie. Mimi nakushangaa yule Kipande. Atakupeleka wapi maskini ya Mungu Kipande? Wache kuwa na watu kama sie, wenye urisi, mashamba, mapesa. Sasa hivi watu wataka pesa tu mjini. Ama wewe ndo usharizika na mchona viatu, basi roho yako kwatu kabisa. Mimi mpenzi wangu, nimeenjoy sana kwa kweli. Nimeenjoy pia. Nasema hiyo muda mrefu. Au turudie? Hapana, sitaki kuchosha sana mpenzi wangu. Tunafanya mpaka unashindwa kutembea. Hapana. Kidogo tu. Tukiwa kaoge, sio unabosote. Ni kweli, shughuli sio mchezo. Nikuulize swali. Kakufundisha nani? Hapana, sijafundishwa na mtu. Umepitia unyagoni? Hapana, nafanya hivyo kwa sababu kulinda mtazamo saidia. Eti, nakupenda sana. Nakupenda pia mbele. Niambie. Poa tu. Za siku nyingi, za mishimishi. Hebu niambie bibie. Umemaliza? Si kwamba ninamaliza. Nakufikishia ujumbe. Upokee. Hivi kwanza naomba nikuulize swali. Unajua Uswahili sio pigo zangu, lakini naona una force niwe Mswahili. Shanielewa? Hivyo ukijiangalia kuanzia juu mpaka chini, kuna hadhi yoyote unayo wewe ya kujitapa kiasi kwamba eti yule asikuzidi chochote wewe? Kwanza kitu usichokijua, labda nikujuze tu, sipendi majungu. Na kitu kingine, siwezi kuwa na mwanaume pela kama wewe. Yaani sijui unalingia ni hiyo rangi ni ya pela ambalo limeanza kuiva. Mimi si shobokeage wala si maindishaje. Na kitu kingine, hiyo lika ama naweza kusema kimo ulichonacho hiyo ni mbegu ya cabbage. Sawa? Kwa hiyo si shobokeage. Na huyo unomsema wewe kwamba sijui anafanga sijui mshona viatu, hiyo ni dhahabu ambayo bado haijajitokeza chini ya mchanga. Ushanielewa? Kwa punguza ulimbukeni. Chenzi wewe.
Mati jamani. Unaweka unaangalia. Unafuata nini? Mungu nisikilize. Kama unakuwa na sila na mimi, alafu sijui nimekukosea nini. Hebu nisikilize Jenifer. Nilisha kwamba sitaki ukanyage kwangu tafadhali. Popa, lakini mimi bado nakupenda. Na nahitaji kuwa na wewe Popa. Sikupendi. Naam. Popa. Wewe ni nani Popa? Mimi ni chaguo la moyo wangu. Popa, kwa nini unanifanyia hivi? Asante mpenzi wangu. Dada vipi? Mbona unakuwa kinang'anizi? Si mwanaume kashakwambia kutaki. Mbona unamng'ang'ania? Hebu mwambie mpenzi wangu. Mpenzi wangu. Asante. Wanawake kama hawa wapo wengi sana. Tukaendelee. Hai, pole sana shoga yangu. Naomba nisikilize Popa. Jenifer. Popa. Nampenda sana huyu mwanamke. Nimekosea wapi mimi? Basi ungeniambia. Kama kuna kosa nimekukosea, ningekuomba hata msamaha. Lakini sio kunifanyia hivi. Chaguo la moyo wangu. Usinifanyie hivi. Popa tafadhali. Bado nakuhitaji. Mpenzi wangu. Nakupenda mpenzi wangu. Si unajua ndio furaha. Tukaendelee. Yaani muda wote niko kwa ajili yako. Sawa. Naomba ondoke. Popa unaniumiza. Tafadhali. Maskini mdada wako. Pole dada. Nakuja. Dada si uondoke hautakiwi. Please. Pole. Pole. Nimeshakwambia sitaki kukuona na wale wako ukanyage. Asili ya machozi huonekana moyo unapoumia. Nahisi kama yangu mahakama, hukumu imewadia. Matatizo yana siri hayafichiki, mwenzenu nalia. Lebaza sauti yangu haisikiki, na hatanisikia. Naona moyo unaniuma na machozi haya, nikikumbuka ya nyuma, umeniacha baba. Subiria kwanza. Na wewe umeshakuja. Shida ni bwana muda ndio huu bwana kuchelewesha una shida gani? Jenifer. Jenifer. Hebu wahi huku. Mama nenda unaitwa tu mpaka sauti langu likauke ndio funguo langu hivi. Mimi nakuita. Kwa masikioni kwako umetia pamba? Nilikuwa sijakusikia dada. Kwa mimi mpaka sauti yangu ikauke ndio utaamini, si ndio? Hapana, sina maana hiyo. Hivi wewe, muda wote watu tunakuita, tunamaliza sauti zetu. Unajua sisi tunaenda kupitia mangapi huko mpaka umekaa tu ndani kama wewe ndo bosi. Wewe unajikuta kama nani? Kiburi wewe, dharau wewe, vyote wewe mwenyewe unajikuta kama nani? Nakuuliza wewe unajikuta kama nani? Samahani dada zangu, kweli nilikuwa sijasikia, nilikuwa jikoni. Basi masikio yako yaweke yawe wazi. Hii miguu ilipoishia ndio ishie hapa hapa. Isivuke kwenye kizingiti. Na humo ndani vitu weke salama. Tukirudi, so si tunatoka hapa na wewe unang'oa hiyo miguu unaondoka. Vitu humo weka vizuri, panga kila kitu sawa, si tunatoka. Ukirudi hapa tukukute. Na kila kitu mazingira yote ya nyumba weka vizuri. Sisi tunaingia kazi. Lango ufunge. Hayo macho yako yako kakukatu. Niacheni bwana nini nazungua mkoa. Kuna muda nawaza wenda ndoto, lakini bado ni mimi. Moyo najipa imani ni mapito, yatakwisha na mimi. Na imani. Jenifer.
Mimi ndio yule wa leo na wajana, wala sijabadilika. Pengine labda kinywa chako kimepoteza ladha ya mate. Hujui uchungu uko wapi na utamu uko wapi. Nikwambie kitu, tukutane Lupaso ikiwa kwa Mkapa. Dada sio ndio utakini. Nimeshakwambia sitaki kukuona na wale wako kanyaji. Kwa hiyo vipi? Jenifer tunamngojea hataki kufungua simu. Jenifer! Mwanzo mimi nimechoka. Jamani. Jenifer! Jenifer! Mbona samaki wako unaokuletea huko ndani? Umewaona? Eh? Umeona? Jenifer! Niambie dada. Hivyo una akili kweli wewe? Eh? Unajielewa na kuuliza wewe? Sisi unajua tumepata matatizo gani tunafika hapa tunagonga mlango umekaa tu kimya. Nilikuwa sijasikia dada, hujasikia kitu gani wewe? Unajua ni nini leo ulichotufanyia? Wewe, muda wote tunagonga mlango. Unajua ni changamoto gani tuliokutana nayo huko? Kwa nini unakuwa hivyo? Muda leo wakati tunaondoka tumekwambiaje? Sikilizeni nyie, huyu mnamchelewesha. Chukua takataka zako uondoke. Sitaki hata kukuona. Umeelewa wewe? Maria, naomba mnisamee jamani. Mimi nilikuwa sijasikia. Wakati tunaondoka tulikwambia nini? Nilipitiwa na usingizi tu dadangu. Naomba mnisamee. Maria, mnambembeleza kitu gani? Wewe nimekwambia chukua begi lako uondoke. Nitaenda wapi dadangu? Utajua mwenyewe. Kwani si ndo tulokuleta hapa? Naomba uchukue takataka zako uondoke. Haya, shika vilago vyako hao. Toka. Chukua takataka zako uondoke. Ulikuwa unataka miguu yangu mimi ikatike, si ndio? Naomba usinifanyie hivyo jamani. Usitaki kunizoea. Naomba beba takataka zako uondoke. Wewe beba takataka zako uondoke. Nenda wapi jamani? Naona unataka kunichanganya. Hebu mnipishe kubeba vilago vyako. Usinitoe. Naomba jamani. Hivyo una akili kweli wewe? Msameheni. Nisikize nikwambie na wewe. Kama na wewe ni malaika sana ingia ndani kabebe vitu vyako uondoke naye. Sasa mimi ndo nakushika. Nishike unanichafua wewe. Vipi? Wewe mtoto wewe. Nioneni wewe nyanyuka bana. Wewe hebu toka. Sasa usiku mimi naenda wapi? Naomba Maria. Ondoka. Na nimesema ondoka. Ondoka tukutane. Shenzo wewe mtoto wewe usinitafutie balaa usiku huu. Haya ondoka.
Nimesema sepa. Sitaki nikuone sepa. Wewe vipi? Wewe Usinifanyie hivyo dada. nimesema toka. Nimekwambia. Dada naomba Nimesema toka. Wewe usitaki kunizoea mshenzi mkubwa. Ondoka wewe. Unanitia kiwingu hapa. Shamba wewe. Leo kila kitu kishharibika. Yaani kimesharibika. Jamani. Nilikotoka ndio hali ndio hii. Yaani mimi hata sielewi, nikapumzike tu kwa kweli. Yaani ni mbaya kabisa. Majanga juu ya majanga. Lakini na wewe umezidi, na wewe Stella bwana. Changamoto zote hizi kwa sababu yangu. Asili ya machozi huonekana moyo unapoumia. Nahisi kama yangu mahakama, hukumu imewadia. Matatizo yana siri hayafichiki, mwenzenu nalia. Napaza sauti yangu haisikiki, na atanisikia. Naona moyo unaniuma na machozi haya, nikikumbuka ya nyuma meniacha baba. Kuna muda nawaza wenda ndoto, lakini bado ni mimi. Moyo najipa imani ni mapito, yatakwisha naamini. Na imani yatapita, namwachia Mungu yatakwisha. 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 Kumbe fundi unakaa hapa? Kwani mbona usiku saa hizi wewe? Samani fundi, na matatizo. Kule ambako nilikuwa naishi nimefukuzwa. Kwa nilikuwa naomba msaada.
unihifadhi hata kwa usiku mmoja, alafu kesho mimi nitaondoka. Kwa nini kukufukuza? Mfanya nini sasa? Wale dada zangu ambao nilikuwa naishi nao wamenifukuza na mimi sina pa kwenda. Sasa mbona usiku saa hizi mwanamke uogope? Yaani binadamu bwana lomba. Sasa mwanamke unafukuza saa hizo usiku. Sasa unamfukuza mwanamke ndio wapi? Sasa naona kufukuzaje saa hizo usiku? Mimi natamani kukusaidia wewe. Lakini sasa mimi nina matatizo mimi sipendi. Nakuomba fundi, usiku huu tu mmoja. Kesho asubuhi mimi naondoka. Sasa usiku sina kwenda. Isitoshe mimi ni mgeni katika huu mji. Basi na usilie na mnaona nitesimanzi mimi. Sasa na noma kasiriko sio vizuri. Mimi nanitesimanzi. Sasa wewe mtu mwanamke saa hizo usiku unamfukuza. Usiku wote unamfukuza mwanamke. Watu mbona wanapenda hivi? Yaani watu wanalombaya kweli. Taka watu shiku makasiriko tu. Mimi nitakusaidia. Asante sana fundi. Nashukuru kwa wema wako. Leta begi ili nikupokee. Yaani watu na huruma kabisa. Sasa hizi mwanamke unamfukuza usiku. Pita ndani. Sasa mtu saa hizi usiku unamfukuza. Siku saa hizi mtu unabidi mfukuza vipi? Watu mbona kusahuruma hivi? Yaani binadamu sio koje. Usiku mtu unamfukuza. Sasa mbona umesimama? Pita kitandani. Karibu. Asante. Mimi mwenyewe hapa nakusaidia tumekukansa. Ila mimi hapa sio kwangu. Hapa mimi nalinda tu. Mwenyewe akirudi wewe na mimi tutakuwa tutoka. Ila usijali. Ila kwani kuna shida gani mbona kusababisha makasiriko kufukuza usiku? Labda nikupe historia fupi fundi. Mimi nilikuja Dar es Salaam kufanya kazi za ndani. Lakini kwa bahati mbaya nilipofika Dar es Salaam kila nikimpigia mwenyeji wangu kwenye simu simpati. Sasa binadamu mbona anatupia mbaya? Kwa kama kutapeli sasa. Sijajua yeye kusudi lake lilikuwa nini. Watu siku hizi jinjejani sana tamazonzo. Sasa wewe hiyo historia ndefu naona mtu ameenda. Kwanza na makasiriko. Sasa sio vizuri. Basi tulale tu. Asili ya machozi huonekana moyo unapoumia. Nahisi kama yangu mahakama, hukumu imewadia. Matatizo yana siri hayafichiki, mwenzenu nalia. Napaza sauti yangu haisikiki, na hatanisikia. Naona moyo unaniuma na machozi haya, nikikumbuka ya nyuma meniacha baba. Kuna muda nawaza wenda ndoto, lakini bado ni mimi. Moyo najipa imani ni mapito, yatakwisha naamini. Na imani yatapita, namwachia Mungu yatakwisha.
na imani yatapita, na wachia Mungu yatakwisha, na imani yatapita, na wachia Mungu yatakwisha. Kwani kuna shida gani? Maana umekuja usiku sasa eh? Mnaambie kuna shida gani ishughulisha wewe usiku tu umekuja hapa? Mimi ni mgeni hapa Dar es Salaam, nimetokea huko Songea, nimekuja Dar es Salaam kufanya kazi, lakini kwa bahati mbaya mwenyeji wangu nimepoteza naye mawasiliano. Yaani binadamu shida sana. Sasa yani wewe kusimia simu? Ndio hivyo, nimejaribu kumtafuta zaidi ya siku 3 lakini sijapata mawasiliano yake. Ndio nikapata msaada sehemu ambayo alipokuwa anaishi, lakini kwa bahati mbaya na pale napo nimefukuzwa. Sasa nao umekufukuza ni shida gani? Mgombana? Hapana fundi, kosa langu mimi kuchelewa tu kufungua mlango, ndio wakaona bora wanifukuze, lakini sijakosea chochote mimi. Yaani kufungua mlango tu sababisha wewe na kufukuza? Ndio fundi. Na pia vile vile mimi ni yatima, sina baba, sina mama, wazazi wangu wote wameshafariki. Nilikuwa na bibi tu ndo ambaye amenilea mpaka nimefika hapa, lakini pia bibi yangu naye ameshafariki. Simjui mjomba, simjui shangazi. Sasa usilie na mmeona nitasimazi mkisiriko. Mimi sipendi sana. Sawa fundi. Mimi nimekuelewa. Mimi nitakupa msaada, sawa? Sawa fundi, nashukuru sana. Mwenyezi Mungu atakulipa kwa wema wako unakufanyia, maana bila ya wewe sijui saa hizi ningekuwa naelekea wapi. Mungu naye na machafu yake, unajua tena kutaka kukupa msaada. Shukuru sana Mungu. Ila mimi natoka naelekea hapo kijiweni, kwa hiyo baki tu salama, sawa? Sawa fundi, asante. Kama kuna kitu naona kiko sawa, nakuja kijiweni hapo tutamaliza, sawa? Sawa. Sasa mimi nakuita ndoto, mbona usikii? Nilikuwa busy na kuangalia watoto, si unajua tena. Wewe na mchezo unasikia hapo si mtani. Mimi nimetoka nyumbani. Sasa mama. Yaani nataka kuchungulie mama wewe anakuwa. Nikatoka mbio speed kweli. Sasa kama umetoka mbio kokote umenikuta mimi hapa, kwa nini usiniache? Sasa na tatizo lipo watu simbona. Hamna mtu ambaye anamhusu maisha yetu. Mimi ndo nachokipendea, yaani jamani kama ni sasa. Najiamini kwa sababu niko na mwanaume ambaye nampenda. Sasa mimi unakuona asante. Yaani si dada anapojo pale, mimi nikaona msaada. Yaani hapo sija kuelewa. Dada yako au nani? Yaani yule yeye amepata matatizo. Sasa alipokuja ndio gonga nangu siku. Mimi nikasema nipe msaada kumbumbuni.
Kwa soda dada. Mimi sio ndugu yangu, sina sada. Uona na mimi sina akili, si ndio? Sasa wewe Nolo unapenda kusilifu hivi. Yaani uchukue mwanamke wako, ukae naye ndani kwako, alafu unakuja kwa kunidharau, unakuja kunipa taarifa kwamba Nola nimeingiza chombo ndani, si ndio? Sasa mimi sifanya hivyo. Una akili timamu wewe? Unanichukulia mimi punguani, si ndio? Sisi si. Unanichukulia mimi zuzu? Wewe. Basi nielewa. Kipande, Nola na akili timamu na ukumbuke nimesoma pia, sawa? Mimi sio mjinga. Siku nyingine ukiniita. Basi jaribu kusikiliza basi kwanza. Naomba uniite kwa vitu vyenye pointi. Kwa nini mimi kwenye kukosea wapi? Mimi si ni mama. Nola basi sikiliza. Afadhali nimekuona kwa sababu huu mguu ulikuwa kwako. Mama wewe, na kuomba umwambie mwanao akae mbali na familia yangu. Kikaragosi kama kile. Ukuruto mtopo. Kwanza ananuka shombo. Anastahili kuingia kwenye familia yangu. Wewe unavyomuona jinsi alivyo mwanao. Sijui ni mwanao, sijui ni kitu gani, utajua wewe mwenyewe. Anastahili kuingia kwenye familia yetu. Haitajiki kwenye familia yangu. Sitaki. Umaskini wenu mlionzea hapa, hata mnatafuta mahali pa kwenda kupumulia. Bibi, pumu katafuteni mahali pa kupumulia. Sio nyumbani kwangu. Mwanangu hawezi kuolewa na choko kama yule. Nitamtafuta mwanaume ambaye anastahili kuwa na mwanangu. Upo bibi? Nakusikiliza vizuri sana na nakutizama kuanzia chini mpaka juu. Kwani utajiri wako wewe ndo mwanangu ashindwe kumwoa binti yako kwa sababu mimi maskini? Huyo wewe mwanangu kipande maskini huyo. Huyo binti yako ndo anamlilia usiku na mchana na anampenda ajabu. Waache watoto wanapendana. Wanapendana wapi wachawi wakubwa nyinyi mkuja kunilogea mwanangu, mwangalie sura ya kichawi kabisa hiyo inaonekana. Mnataka mwanangu bibi taratibu. Sihitaji, sitaki mimi nisogelee familia yangu. Unless otherwise nitakuja kuwafanya kitu ambacho hamtawahi kusahau katika maisha yenu. Nimemaliza. Wasalimie lakini ujue kabisa wenyewe wanapendana hata ufanyeje. Mapenzi yale yale, umaskini mapenzi hayachagui tajiri wala maskini. Hivi mtu watu wakipendana, kuna mtu wa kuwazuia kweli? Hata wafanyeje. Mwanangu kipande mwenyewe na umaskini wake. Amependwa hivyo hivyo, utajiri na utajiri wake, kwani matajiri hajayaona? Kwa nini kampenda mwanangu? Utajua mwenyewe. Umeniona saizi hapa ujaji nilokuja hapa na ushauri nataka niongee nawe mwanangu. Ndiyo mama yangu. Kwa sababu unaona sasa hivi hali inakokwendea sio salama kabisa hata kidogo. Nina wasiwasi, yani roho yangu hata sina amani hata kidogo. Basi shangazi, ukianzaga hivyo nako yangu. Mimi kama hela hapa sina. Ona waza hela, tumia hela kwangu hata ila samani kuliko ni wewe. Mimi naomba mwanangu achana na Nola. Na kuomba mwanangu nisikize, kama mimi shangazi yako nimekulea, naomba achana na yule binti. Sasa hapo shangazi, wewe hapo ndo nakosea sasa. Wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba mimi Nola nampenda. Alafu mimi niachana na Nola, nafikiri mimi nitaishi vipi mimi shangazi? Mimi bwana, mimi siwezi. Yaani kuniambia mimi niachana na Nola, ni bora uchukue kisu nichinje tu nife basi. Hapana. Kipande usiongee hivyo, nakuomba mwanangu. Kwa nini unaongea hivyo? Wewe ndio kila kitu katika maisha yangu. Na hali yangu kama unavyotuona, umaskini umejaa. Mimi naongea hivyo sio kwa ubaya. Naongea hivyo nimekutana na mama yake kule. Kanitukana na kunichamba hatari. Achana na yule binti, utakuja kufa. Maisha yako wewe bora zaidi kuliko hata yule msichana. Mama, mimi siwezi. Yaani shangazi, mimi nikwambie tu. Yaani mimi kuniachanisha na Nola ni kama mgonjwa mwenye jipu. Umtoe kwa kumkata na kiwembe au kisu. Lazima utanisababishia maumivu ndani ya moyo. Ndio mimi uniachanisha na Nola
ni bora ni uwe. Yaani mimi siwezi. Hapana mwanangu. Hicho kitu kwangu mama kitakuwa kigumu. Yaani ni bora nife mimi dunia hii sionekane. Lakini mimi ni mbali na Nora, hicho kitu hakiwezekani. Na kama utamwona mama Nora mwambie mimi mwanae nampenda kwa dhati. Nisukoma nimpende tu. Yaani nataka mke wangu nimwite matoto. Aye mwanamke mimi niite mume wake. Lakini kama mimi hanipendi basi la mimi nampenda Nora. Mimi shangazi nikwambie hicho kitu hicho hakiwezekani. Yaani kiwezekani hiyo siku ya mchana hicho haiwezekani. Ni mwenyewe najua sana mnapendana. Lakini wewe maskini, mimi maskini. Yule mtoto akitajiri tutampeleka wapi? Tutampa nini? Nimechoka na fezea. Lakini mimi kukutana na Nora mimi siwezi. Yaani itakuwa ngumu kwenye moyo wangu mimi siwezi. Kwa sababu mimi penye kumwambia Nora mimi ni maskini, lakini yeye kanaambia ananipenda. Mimi naangalia mapenzi yake Nora tu. Simsikilizi mtu wowote. Basi. Nimekuelewa sana mwanangu, ila nakuomba tu utapoteza maisha yako, utafanyiwa kitu kibaya. Mama yake hakutaki. Najua mnapendana sana na Nora, lakini hakutaki mama yake. Hebu achana naye mwanangu. Unajua Nora mimi nampenda. Na sio nampenda tu. Yaani Nora ni zaidi ya upendo. Mimi kumwacha Nora ni sasa na mtu achukue kisu labda ni uwe. Hapo mimi ndo nitakuwa sina tena. Kipande mwanangu, acha kuongea hivyo. Kwa nini unaongea hivyo? Mwanangu kumbuka wewe nimekulea bado mdogo ufe kwa ajili ya mwanamke. Nimeshakwambia achana naye yule Nora, sitaki. Utakuja kupoteza maisha mwanangu, bado nakupenda. Sasa shangazi wewe mwenyewe unajua. Lakini mimi kumwacha Nora mimi siwezi. Mimi siwezi kabisa. Ni bora tu nife basi, tujue moja mimi tena basi. Asafi. Nipe habari, nipe. Umetoa elfu hizo? Tulia, kile kama kifunga uchumba. Kifunga kizingiti mlango. Fanya haraka umalize nikupe cheo. Usijali. Limekwisha. Kaka na jipya leo. Nipe. Ile nakatiza tu kwa fundi viatu. Bwana Kipande. Yule Makonde. Baba nakatiza tu. Mtoto Jenifa anatokea ndani. Mtoto alicho nyanya nakwambia kachoka kabisa na mipira kama yuko monchwari vile. Toba. Si unaelewa vizuri? Jicho hili. Nikasema Mungu wangu. Kwa Kipande. Ndani kabisa. High contact. Si ukakesha. Kipande. Yule fundi viatu. Ana washo. Upwiru. Uwadu. Na hivi mtoto Nora anambania. Bwana balaa. Kabisa. Hapo. Nora Basmat, piskali ya kwenda. Baba, kilichonikuta. Nilikuwa nakutafuta. Mimi. Angalau unipapatulie. Kuna nini? Kilichonikuta. Nora. Unakumbuka ule umbea wa juzi wenye degree 3? Kwa ile umbea wa degree 3. Sasa mimi nikasema nyavu ndogo si zimezuiliwa? Ndio. Mtupie ndoano. Ukajiongeza kwa Nora. Kipi? Baba, siji chambo nimeweka kidogo. Chambo nilichochezea jana. Wajero. Na wasiwasi. Nora si wakishua. Wakishua hawachambi vile. Baba ulichambwa. Nora yule ni wale mwezangu na mie pangu pakavutia mchuzi. Sema kidogo. Katuzidi fulani. Ishia hapo. Babangu umbea tukamalizie kijiweni. Ukiishia hapa babangu tutawapa kuku faida. Kuna kuku wengi mtaa ndugu yangu.
Kuku akisikia naye kuku mbea. Twende kijiweni. Twende baba, twende. Bwana Kipande, mimi nikukushukuru kwa sababu umekuwa kijana fulani hivi ambaye binafsi nilikuwa sitegemei kama ungefanya vitu vikubwa kama hivi, lakini mwisho wa siku umeonyesha matunda mazuri. Yaani vile vile nilivyokuelekeza, naona mafundi wameweka milango vizuri na lile geti ambalo nilisema walibadilishe, wamelibadilisha, limekuwa poa, lakini kikubwa zaidi ambacho kimekuja kunivutia kwako ni usafi. Kijana ni msafi, yani utaona kwamba kweli nyumba inanawili kwamba kuna mtu anaishi hapa. Kwa hiyo hongera kwa kazi nzuri. Mimi kwa sinishukuru tu. Na mimi yote nafanya kwa sababu siwezi yani kusema kimya hivi niangalie. Kwa hiyo hapo kwenyewe yani mimi mafundi pale lakini nimekaa tu kwa niangalie. Kama fundi kapitisha bale kuna bawe. Nimwambia bwana wewe hapo utarudia. Maana mimi sipendi mambo kama haya. Basi mwenyewe unarudia. Mambo na complex. Sawa. Sasa moja ya siri kubwa kwenye maisha wanasema ukithamini cha mtu ujue hata ukija kupata chako kitanyoka hivi. Kwa sababu ulikuwa unathamini kitu cha mtu mwingine. Lakini jambo jingine mimi kwa mwenendo huu ambao nimeona uko vizuri kwako, mimi nataka nikutoe kwenye hii michoma nikuweke kwenye michoma. Kwa sababu wewe ni kijana mdogo, mambo ya kuendelea kuchezea fangasi haya bwana, wakati ni kijana una nguvu na najua tunaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, maisha mengine yakaendelea. Unalionaje hapo sasa? Mimi nisema hapo tutakubeba kweli, yaani hapo kuna kitu mko bodi ya bodi, kwa sababu mimi kwa hapo tutakuwa hizi mambo mwenyewe kama naweza nikapata mchongo mwingine nipate. Ile naogopa sasa kwenda mbali nyumba sio shida. Yaani shida ilikuja kwamba wewe ni mwaminifu. Je, ukipewa kitu unaweza kusimamia vizuri. Hicho ndio kilichokuwa kipimo chako. Lakini wewe endelea mpaka pale watakapomaliza. Nadhani baada ya hapo sasa tuweke kwenye system yako. Pige maisha mengine yasonge mbele. Hapo tutakubeba. Haina shida. Kuna surprise kidogo. Angalia kwenye simu yako. Kuna jambo nimekuwekea. Hapo ongeza. Sasa mbona utanifanya na nyumbani sasa hivi? Sio kurudi nyumbani. Wewe si mtu wa hivi. Leo enjoy your day. Sasa hapo kwenyewe hapo utanifanya viatu vyenyewe cha napo. Sasa mimi hapo na nyumbani tukachukua viatu vingine kwa nini na cha napo. Hapo ni nyumbani hapo kwa ngana mamala tena. Mambo ya lepo sasa hapo nini? Ngoja kwanza nifunge tu. Tuna mgeni. Nadhani umemuona. Umemuona huyu kijana? Umwangalia vizuri. Mtizame, ni kijana ambaye ni kijana mtanashati, ni kijana ambaye ni handsome, ni kijana ambaye anajielewa, kijana mwenye pesa zake hapa mjini. Huyu kijana ni mfanyabiashara mkubwa sana. Alafu kipindi cha nyuma alishawahi kusimamia mali za baba yako. So nimeonelea kwamba yeye ndo anastahili kuja kuwa mumeo. Yes. Mtizame tu alivyo. Yaani huna haja kutafsiri mara mbili. Achana na yule Kipande. Hata kusaidia chochote. Kwanza angalia hilo jina lenyewe linaogopesha. Kipande. Kipande kitu gani? Alafu mshona viatu. Ukoroto mtopo. Tazama mwanaume mwenye miila yake hapa mjini. Hebu olewa mwanangu na huyu mwanaume. Tupate kuendeleza mali zetu. Usikaze macho. Habari ndio hiyo. Baba. Naam mama. Binti yangu ndio huyu hapa, anaitwa Nora. Mama, nimemwona Nora na nimempenda sana.
kama nilivyokuambia, akikubali sitochukua muda mrefu, kikubali tu ndoa. Unaona maneno haya? Yaani yuko tayari. Huyu mwanaume ni full package. Hana kona nyingi. Pone wewe tu mwanangu. Kutoa go ahead. Nianze kupiga simu. Kuwaeleza ndugu zangu. Tucheze chereko. Chereko na mwana. Mamangu. Mwanangu. Kama italitokea nimepewa adhabu, aidha ya kunyongwa hadharani au kufanya kitu chochote kile mbele ya umati wa watu au hata kupata dhambi kwa Mungu, mimi nipo tayari. Lakini tu sipo tayari kuolewa na mwanaume. Mimi mtu ninayempenda ni mmoja tu. Huyo ambaye unamwona wewe sio ni kikaragosi. Ndio mwanaume ambaye yuko kwenye moyo wangu. Mwanangu, bado nilikosea heshima kiasi hicho? Naomba unisamehe mamangu. Nora! Mama, basi labda leo yuko sawa, tuongea naye vizuri. Sawa baba. Naomba niwaache. Haya mambo yataki haraka. Nishukuru. Karibu tena. Usichukie. Asante. Itu ndio mambo yatakayojua leo mimi. Karibu kae sasa, mbona unashangaa? Huyu ndio yule ndumbowele kwamba nimefanyia mpasada. Ndumbowele. Huyu ndio yule mchumba wangu, anaitwa Nora. Nora, sasa sukae hapa. Kwani sio ukae basi? Kwa nini unifanyia hivi? Mbona mimi naona nishakwambia kwamba pale nyumbani kuna ndumbowele mpasada. Mbona na naye kitanda kimoja? Sasa Kitanda kimoja na mwanamke kweli? Mbona mimi najitahidi sana kupigania hili penzi? Sasa kwani unaona nini? No. Mbona hivyo sasa? No. Mimi nishamwambia tayari kwamba wewe ni mjumbe wangu, lakini ilete kuelewa anapenda makelele hiki kisiri. Nimemfuata mpaka huko ataki, kanisukumesha huko. Yaani ndumbowele mwenyewe atakamsaidia na watu. Sijui nifanyaje. Sisi tuende kwa shangazi kule tukamwambia umemsamaha. Sasa utafanyaje? Anaweza akaelewa. Sasa ndumbowele mimi kinachonipa mawazo mmoja. Shangazi mwingine naye mkali, yani kuna wakati mimi nashinda kuelewa sijui nifanyaje. Wema, japo nambulia maumivu. Mimi naona nimwambie tu kwamba wewe ni mkwe wangu. Lakini yeye anapenda maneno hiki. Sasa sijui nifanyaje. Maana anazidi kuletea matatizo katika maisha yako. Sasa nawe nilikuwa kusema hivyo na nataka. Mimi najua unashauri tufanyie.
matatizo, makasiriko tena. Mimi najua sipendi. Mimi nitamfuata baadaye tokea. Kama atakubali basi sawa. Kama atakataa nitampeleza. Sasa mimi nifanyaje? Mimi mwenyewe Nora napenda sasa kupoteza. Sawa. Napa kichwani kwangu kwa wapi? Yaani nafikiria hapa ni stress tu. Acha tu kwanza naende. Ya kusema mapenzi yanauma, moyo ina mengi ya kusema. Umeniacha naumbuka, machozi moyoni, maumivu mingi, kama siwezi kujuta, maana kosa silioni, nimefanya wema. Mzima na vipi yako? Salama kwema. Kwema za nyumbani? Za nyumbani nzuri. Mwanangu, safari ya hapa nilikuwa nakuja kwako mama. Kwema lakini? Sio kwema sana mamangu. Mama, kwa nini Kipande amenifanyia hivi? Kakufanyia nini? Mbona nitisha tena mwanangu? Kama angekuwa nipende angeniambia. Nimemfumania Kipande mama. Umemfumania? Hapana. Kipande mwanangu mimi namjua mimi huyo. Umemfumania kabisa? Nimemfumania na mwanamke mwingine. Tena ndani kwake. Kwa nini muda wote asiniambie kama anipendi? Hapana. Kipande namjua mimi huyo. Hamna kitu alichokuwa nakikataa katika maisha yake kama uhusiano. Yeye na mwanamke mbali mbali. Sasa leo unavyoniambia mwanangu kabisa umemfumania ndani na mwanamke, siamini. Kwa nini nimzulie? Na wakati nimemwona kwa macho yangu mimi mwenyewe mama. Inaniuma mno mama kwa sababu nampenda. Jamani, mapenzi yanauma. Sawa, haina shida mwanangu. Mimi nimekuelewa. Wala usilie. Nasikia mamangu. Najua mwanangu Kipande anakupenda sana na mnapendana sana katika maisha yenu. Na sitaki jambo lolote litokee. Wewe na mwanangu Kipande. Usijali. Mimi hapa ninapotoka hapa sasa hivi naenda. Kule nyumbani kwake kule anakolinda. Namfuata kule kule. Nimuulize na anipe jibu. Wala usiwe na wasiwasi. Mimi nakujua wewe pekee katika maisha yangu. Na wewe pekee ndo mwanamke mkubwa sana kwa mwanangu Kipande. Nakupenda najua na mnapendana. Sawa mwanangu? Nimekuelewa mama. Usilie mwanangu, sawa? Mazo, usilie. Nakupenda sana mwanangu. Umesikia? Usiwe na mawazo. Mimi naenda sasa hivi. Yataisha tu. Haya, bye. Umeniacha naumbuka, umeniacha naumbuka, machozi moyoni, maumivu mimi, kama siwezi kujuta. Kumbe ule wote ulikuwa uongo tu kusema mimi sitaki mahusiano na wanawake. Kweli kabisa kamkuta ndani. Ngoja niende kwa kwenda kunyama. Jamani, mapenzi yanauma, moyoni na mengi ya kusema. Mapenzi yanauma, moyoni na mengi ya kusema. Umeniacha naumbuka, machozi moyoni, maumivu mimi, kama siwezi kujuta, maana kosa silioni, nimefanya. Shemeji yangu. Yaani hakufikiria wala kujali upendo ni namna gani nampenda. Lakini karuhusu tu niumie. Natamani uko aliko angejua au angefahamu ni namna gani naumia kwa ajili yake.
mama wewe. Sasa mbona nakaa mbali? Sisogee hapa mama. Maana hata sikuelewa. Au mimi nikupe shoka hapa kabisa. Mguu hapo. Nimekutana na mzee hapa anapiga kelele analia tayari. Kwa nini unakuwa na tabia kama hizo mwanangu Kipande? Mpaka unamuuzi mwenzio. Wewe kwani unataka kumuingiza mwanamke ndani? Anishangaza nawe jambo lijui. Unataka kunifokea tu. Sasa ungeniuliza kwanza nikwambie ukweli. Na ndio maana nakuuliza kwa tabia yako uliyofanya sijaipenda. Yule wivu tu ndo unamsumbua. Mimi nimemwambia kila kitu hapa bwana mimi hapa huyu mwanamke nimemsaidia tu, nimempa msaada. Si anakupenda. Ndio maana anakuonea wivu. Asiyokupenda akuonee wewe wivu basi akupendi huyo. Kwa nini uko hivyo mwanangu? Yule mwanamke anakupenda ndio maana anakuonea wivu. Kaja analia chozi linamwagika tukutana naye pale njiani hapana. Mimi nilikuja hapa nimwambie ukweli kwamba yule mwanamke mimi nimempa msaada tu. Lakini sio kusema kwamba mimi mke wangu. Ila yeye anang'ang'ania kwamba bwana mke wako. Sasa mimi nafanyaje mama? Yule mwanangu Kipande, ilibidi wewe mkalishe chini na kumwelekeza. Mazingira aliyokuta ni magumu. Hata ungekuwa wewe Nola ungemkuta yuko na mwanamume kitatani, ungeelewa kama anatoa msaada. Ilibidi yule mchukue umweke pembeni umweleweshe. Kutoa msaada umefanya jambo la heri tena vizuri sana, umetumia kitu cha busara. Lakini yule amelichukuliaje hilo jambo akalichukulia vibaya maana kaja kwangu. Hapo sasa shangazi hapo mimi hapo ndo penye kuteleza. Umemsaidia ndio. Ungechukua hata mkeka au hata nguo, hata godoro ungehamisha ukaenda kumwekea chumba kingine au hata sebleni. Ungemwekea hiyo jumba mbona kubwa hili? Hapo mimi ndo kuteleza uluma. Kitandani kabisa kitanda anacholala mpenzi wako anaopenda. Unaenda kuweka mwanamke kweli atakuelewa? Sasa mama wewe kaongeza maneno tu. Lakini mimi yule mwanamke nimemlaza kitandani, mimi kwa uluma nikalala chini. Kwa sababu nikaona wewe mtoto wa kike hawezi kulala chini na mimi unavyojua huko ndani sina godoro. Najua godoro unalo moja. Ningekusaidia pale ukaweka kule wewe ukalala pale. Lakini anakuja kitanda anacholala mpenzi wako unampenda, analala mwanamke mwingine. Hapo mimi ndo nimeteleza mama. Lakini mimi na huyo mwanamke wenyewe kwanza yuko wapi? Nimuone huyo mwanamke. Anaogopanisha watu. Amebeba ndo amekwenda huko bondeni kisimani huko. Lakini anaweza karudi muda sio mrefu. Wewe mwenyewe mbona ningekuepo kama kule nyumbani una nafasi, mimi ningemleta. Sawa, unaweza hata ukamleta. Umlete nyumbani, basi tutamsaidia kama umempa msaada nashukuru. Sasa kwa ndoa haelewi kwa mazingira alokuta. Mimi nitamleta sawa. Ufanye hivyo sasa. Lakini ndo mwambie ukweli sasa. Mimi ananisumbua kila siku nikutana naye makelele tu. Juzi amekuja pale kazini pale. Bado kidogo nimpige makofi sasa kwa sababu amekuwa amenifanyia fujo. Ila mimi nakilikosa hapo nimeteleza nisamehe. Hapo umekosea na hata hivyo mwanamke apigwi. Enzi hizo sisi tulikuwa tunapigwa na mjomba wako, lakini sasa hivi mwanamke apigwi. Ulitaka kufanya hilo kosa lingine kumpiga. Upigie nini? Katu ukweli unauma. Huo ni ukweli, kosa umelifanya. Basi mimi mama nimekuelewa. Basi wewe mlete nyumbani na Nola mimi nitamuita, tutaongea naye na nitamuelewesha ataelewa tu, hamna kitu kitachoshindikana. Sawa mwanangu? Sawa, hapo mimi mama mbona mimi naelewa mama yangu. Sawa, mimi ngoja bwana niende. Nitakuja na nitamuelewesha. Sawa mama. Mwanangu. Lakini mimi nimemisi Mbondo, kesho nakuja. Wewe kwa bada wewe. Njoo ule, ubebe na mboga. Mimi nitakuja shangazi. Mjomba, shikamoo. Marahaba mjomba. Pepe. Safi. Pepe nyumbani shangazi jambo. Shangazi alikuwa wachote tu na hali yake na nani. Sasa mjomba. Nando ni ida. Nilo nitenda dati. Tayari nimejitayarisha. Huo ni mkwema. Kwa hiyo kama kujenaza gasaga jaja kebibi. Nimpeleke jeje. Sasa mjomba, mbona umeshtukiza? Mama ungeniambia sasa kama unaondoka leo usingekuja napo hapa kuje. Sasa si unajua mjomba, mambo yenyewe haraka na bibi aliniambia nisichelewe huko. Ila hakuna kitu chenye kuharibika. Mimi nikuombe tu
au kwa sababu saizi bado mapema, mimi nitaacha, nitaenda kukupa vitu vya baby nyumbani, alafu mpelekee. Sawa? Sawa. Nielewe. Nimekuelewa mjomba. Basi hamna shida. Hapo sasa inabidi niache hapa mara moja ili tuondoke. Ngoja kwanza nipoze injini kidogo. Hayo najua. Tenda medi nelo la kandolo. Hiso kandolo, hii ni afya mjomba. Kumbe afya. Ambiva niandika mjomba wewe tuvinu kama hapo. Ukiona ngaukuno kumanga. Kwa nyumbani hakuna hivi. Hamna kama hiyo. Basi tuende nikupeleke ukachukue mzigo. Sasa upite hivi. Hapa chukua. Sasa hii hapa humu nimeweka nguo za bibi na humu umengoza kwako. Kwa hiyo na ngoja yangu ni hivi. Yaani humu ukienda fly tu. Wewe. Yaani nimekuwekea nguo za kibabe. Yaani ina maana nikauya tu nikabadilisha nguo piga jinsi. Yaani humu wewe full kupendeza tu kijijini kule. Ulemba kuvajambisha kukijiji kula ambi. Anuepo mjomba. Da. Hapo mjomba penyewe hapo. Wewe ukifika kule unatamba. Sawa mjomba, nani nikupilikana. Wewe naenda sasa, mimi sikusindikizi. Sawa? Sawa mjomba. Ila msalimie sana bibi. Sawa? Ambi na vichenji upangu na vichenji za kukumbilila medicine. Mjomba hapo na hela. Mboni sasa mimi sina hela sasa hapo. Hapo mimi pale kwenye sijaanza kuingiza hela. Yaani pale hamna kazi. Na maana mifuko yote na ngaela mjomba. Mifuko yote mjomba. Mjomba hapa mna kitu tena mfukoni. Uache kufanya tunenda. Ila msalimie bibi. Namba funguka lekeja kidogo. Mimi hata sikusindikizi, basi wewe nenda tu. Mjomba mna kuna kitu sasa, mbona naona kuna ng'ang'ania tu kitu kimoja. Yaani unapenda hela mjomba kama mfuko. Kipande, hivi ni kitu gani ambacho nimekukosea mimi? Kwani sasa upite ukae hapo ndo ongee basi. Hakuna hata haja ya kukaa. Unajua ni jinsi gani ninavyokupenda. Unajua jinsi gani moyo wangu uko kwako. Anyway, mamangu ndo kakukosea. Sawa, unapata shida sana kwa mamangu. Lakini ulishawahi kuwaza upendo wangu kwako? Tatizo wewe unapenda tu makasiriko.
Napenda makasiriko, si ndio? Yaani kitu kidogo tutakuza jambo likubwa. Hivi kweli kwa makosa ya mama ndio nikufumania na mwanamke? Hivi unahisi mimi najisikiaje lakini? Kwa nini unanifanyia hivyo? Nola, basi jeni kunielewa. Mimi mwanzo sipendi ukorofi. Sasa sipendi ukorofi ni kitu gani mimi? Sasa wewe unamnaifu kwa makofi na mendo nini sasa? Mimi nipo kazini hapa. Sasa mtu kama anapita hapa na mimi napigwa makofi zalilisha na mnaifu. Nakupenda na ndio maana naumia. Mama yangu kakukosea lakini hukupaswa kunilipa leo nilipa. Nola, jaribu kunielewa. Mimi yule mwanamke si mke wangu. Mimi yule nimempa msaada tu. Lakini wewe unang'ania tu kila siku unataka makasiriko ugomvi. Mimi sipendi bwana kuzalishana na mnaye kazini hapa. Na kuzalilisha, si ndio? Mwanamke umemsaidia na naye kitanda kimoja. Jaribu kunielewa basi, utampandisha hasira mimi nikupiga makofi. Alafu watu wote hapa ndani wanaona mimi sina akili. Mimi sipendi bwana namna hiyo. Unaleta mambo yaliompana. Mimi sipendi namna hiyo bwana. Ya nje tubakisha nje, afu ndani tuweke ndani. Mimi chitaki bwana hivyo. Ndio nini sasa? Makofi tu nini? Nenda bwana. Naondoka. Ila tambua, chochote kile ambacho kitatokea kwenye maisha yangu au chochote kile ambacho kitatokea, basi wewe ndio msababishaji. Basi no, nasema hivyo sasa. No. Hapa kazini unateta mafujo tu, ugomvi tu muda wote, makasiriko. No, vipi bwana wewe? Sasa kama mpenzi tunakuwa tunagombana kila siku, ugomvi ndio nini? Nisipendi bwana, sometimes sasa tunaheshimiana, kazini makofi tu. Ujinga tu namna hizo sasa, si ujinga wapa. Imani yangu inaniambia ukweli unaujua, labda ulitafuta sababu ya kunikimbia. Wazazi wako wananichukia, leo ninaumia. Umenisaliti, umeenda kwa mwingine, unafurahia. Jamani, mapenzi yanauma, moyoni na mengi ya kusema. Mapenzi yanauma, moyoni na mengi ya kusema. Umeniacha naumbuka, machozi moyoni, maumivu mimi, kama siwezi kujuta, maana kosa silioni. Nimefanya wema, japo nambulia maumivu. Nimefanya wema, japo nambulia maumivu.